tunapofanya sherehe kubwa ya moyo mtakatifu wa Yesu. Ni sherehe inayoleta faraja kwetu, sherehe inayotuonyesha Mungu ni nani katika uhalisia wake. Katika masomo yetu, somo la kwanza, upendo wa Mungu kwa taifa lisilostahili, taifa teule, unaendelea kudumu hata wanapoanguka, hata wanapoenda kinyume, Mungu anatimiza agano lake. Lakini somo la pili, Mtume Yohane anatilia mkazo akisema Mungu anaonekana katika upendo tu. Hakuna aliyeweza kumuona mtu kwa macho, lakini wote wanaopendana katika upendo, Mungu yuko humo ndani. Anatualika kwamba wapenzi, tupendane. Lakini katika somo la Injili, Kristo mwenyewe anaonyesha ule upendo wake halisia, akituita mimi na wewe jinsi tulivyo. Hatuiti kwa sababu ni wasafi, hatuiti kwa sababu ni imara, bali anasema njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Moyo mtakatifu wa Yesu sio picha ya kiimani tu katika macho yetu ya binadamu, bali inaonyesha jinsi Mungu alivyo katika uhalisia wake. Kwani moyo mtakatifu wa Yesu unatuonyesha Mungu anayetupenda, kwani yeye ni upendo halisi. Ndio maana katika utangulizi sala ya Ekaristi tunaposali utangulizi kwamba moyo wake uko wazi ili wote wakutwe na huo moyo wazi wa Mwokozi, moyo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tujiulize, katika kupenda sio kupendwa tu, sio kupokea. Katika kupendwa ni kule kutoa. Ndiyo maana moyo mtakatifu wa Yesu uko wazi ili kuendelea kuwapenda wengine. Kila siku unatoa upendo katika maisha yetu. Mungu anayesamehe, Bwana wetu Yesu Kristo kupitia moyo mtakatifu wa Yesu pale msalabani, tendo la mwisho analolifanya pamoja na mateso yote, anasema Baba, wasamehe. Anatoa msamaha. Kwa moyo mtakatifu wa Yesu ni sura ya Mungu anayeonekana katika msamaha, ambalo mimi na wewe tunaitwa katika maisha yetu yote tubebe roho ya msamaha. Mungu anayekaribisha, Mungu anayesema njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo. Asemi njoni kwangu ninyi mlio wazima. Hapana, njoni kwangu hata ninyi mlio wagonjwa. Asemi njoni kwangu ninyi mlio matajiri, hata njoni kwangu ninyi mlio masikini. Asemi njoni kwangu ninyi mlio wasomi, hata kama hatuna madigrii na nini, yeye anasema njoni kwangu. Asemi njoni kwangu ninyi mlio imara, anasema njoni kwangu hata ninyi wadhaifu. Ni Mungu anayetuita sote kupitia moyo mtakatifu wa Yesu. Ndio maana moyo uko wazi katika kutuita na kutupokea. Juhudi yetu ni kupaswa kuingia ndani ya moyo mtakatifu wa Yesu, na tunapoingia ndani ya moyo ule, si kukaa tu kule, bali sisi tufanyike moyo mtakatifu wa Yesu unaoonekana katika maisha ya watu wengine. Ndio jukumu tunaloitiwa tunapotafakari moyo mtakatifu wa Yesu. Ni Mungu anayeponya. Unaposoma katika Injili ya Yohane sura ya 19 aya 35, ndipo alipoagizwa yule askari kwamba aende akautoboe ule ubavu wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji. Na tunaambiwa kwamba ukianzia aya 35, aliyeona ameshuhudia na ushuhuda wake ni wa kweli, na hayo yote yameandikwa ili ninyi mpate kuamini. Alishuhudia nini? Katika historia ya maandiko matakatifu, katika mapokeo ya kanisa, yule askari aliyekuwa ametumwa kuuchoma ubavu, kuuchoma moyo mtakatifu wa Yesu, kutoboa, ni wale maaskari nguli ambao walikuwa kazi yao ni kulenga shabaha kwa kutumia mishale, jina la Longinus, ambaye askari huyo katika harakati zake alikuwa amepata shida katika vita, akatobolewa jicho. Kwa hiyo wakati analenga moyo mtakatifu wa Yesu, jicho moja lilikuwa halioni, na alilolilenga moyo mtakatifu wa Yesu, ile tone lililotoka katika moyo mtakatifu wa Yesu ya damu iliporuka ikamtia jichoni, akaona na akawa shuhuda wa kwanza wa kukiri kwamba kweli huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Maisha yetu, katika roho zetu tuna magonjwa, katika miili yetu tunateseka na magonjwa. Tuendeni kujikabidhi katika moyo mtakatifu wa Yesu, maana tunaposali katika Ekaristi Takatifu, wimbo alioimba Mtakatifu Agustino anasema tone moja linatosha na dunia nzima inaokoka. Mimi na wewe katika ukubwa wa dunia hii tunahitaji tone moja tu la damu ya Bwana wetu Yesu Kristo linalotoka katika moyo wake, tulipokee, tuliamini.
tuliheshimu, tulienzi na sisi tupate kupona. Hivyo moyo mtakatifu wa Yesu ni Mungu asiyemwacha mtu yoyote, kama ambavyo tumesikia katika somo la Injili anaposema, njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo. Wapendwa, kama tulivyosikia katika somo la Injili siku ya leo, Yesu anayemwita kila mmoja wetu anatuita na mizigo yetu yote. Mimi na wewe tunao mizigo mingi tumebeba katika maisha yetu. Pengine tunayo chuki, pengine tunazo hasira, pengine tunayo maumivu, pengine tunayo visasi ndani ya mioyo yetu. Lakini Mungu ni kwa sababu sisi tumeufunga mioyo yetu, inashindwa kutoa huruma, inashindwa kutoa ule upendo wa kimungu. Lakini moyo mtakatifu wa Yesu umefunguliwa huko wazi, unatoa huruma. Kwanza ikatoka damu, alafu na maji kwa ajili ya kutakasa, lakini damu ikiashiria ekaristi takatifu pamoja na sakramenti za kanisa. Mtoto mmoja alipoiangalia picha ya moyo mtakatifu wa Yesu akamuuliza mama yake, mbona katika kila picha ya moyo mtakatifu wa Yesu, moyo wa Yesu unaonekana huko nje ya kifua chake, na wakati tumesoma kule darasani kwamba moyo wa binadamu unakaa ndani ya kifua, hasa upande wa kushoto. Mama yake akamwambia, moyo wa Yesu una upendo mkubwa sana kiasi kwamba umeshindikana kukaa ndani, inabidi ukae nje ili wote waonje ule upendo. Wapendwa, Bwana wetu Yesu Kristo kupitia moyo wake mtakatifu anatualika tuachane na ubinafsi. Ndio maana wakwake ameutoboa na unaonekana kwa nje. Je, mimi na wewe tunao uwezo moyo mtakatifu wa Yesu? Tumefanyika faraja kwa wengine? Juzi tumeadhimisha ekaristi takatifu na tunaalikwa tufanyike kile tulichokipokea. Kama tunaadhimisha moyo mtakatifu wa Yesu, si katika ile sura ya moyo mtakatifu wa Yesu, bali sisi wenyewe tukafanyike moyo mtakatifu wa Yesu, ambao tumesema ni moyo unaopenda, ni moyo unaosamehe, ni moyo unaokaribisha watu wote, ni moyo unaoponya kwa maneno mazuri, ni moyo unaosema ukweli, lakini ni moyo usiomwacha mtu yoyote. Tunapokea ekaristi takatifu, tunaalikwa na sisi tukafanyike mwili wa Kristo, ili wale ambao hawakuona mwili wa Kristo hapa kanisani, hawakupokea mwili wa Kristo hapa kanisani, tunapoenda kukutana nao wampokee Kristo kupitia maisha yetu. Tunasikiliza neno la Mungu na sisi tukafanyike mahubiri katika maisha ya watu. Ndio moyo mtakatifu wa Yesu unatualika kwamba wenyewe haukukaa ndani ya kifua, ulitobolewa ukakaa wazi, ili kutoka humo ikawe faraja kwa kila mtu. Wapendwa ndugu zangu, niwaalike siku ya leo tuombe katika maisha yetu wakati wote kufanyika kile ambacho tunakiheshimu, kile ambacho tunakisikia kwa masikio yetu, kile ambacho tunakila kwa midomo yetu, kile ambacho tunaalikwa daima kukiishi katika maisha yetu ya kila siku. Moyo mtakatifu wa Yesu ni kilele cha upendo. Tujiulize leo, je, tunapenda? Unapozunguka kila taifa ulimwengu wa leo, kuna kilio kinaenda, mara mafuta yamepanda, mara hiki kimepanda bei. Hayo ni matunda ya kukosa upendo. Yale mataifa yalikuwa yanapendana, mafuta leo yasingepanda bei, lakini kwa sababu yanapendana. Haya tunayoona katika maisha yetu, kuna rushwa, kuna ubadilifu wa mali za jamii, tunachangishwa makodi kibao, lakini ukiumwa upelekwa hospitalini unaambiwa toa tena hela ya mafuta ili kuchukulia ambulance ya serikali ukupeleke ukatibiwe sehemu nyingine. Lakini sisi kila siku tunachanga kodi, lakini wale wengine wanaotembea kwenye magari makubwa kabisa tunawalipia kodi na wala hata wawizi. Je, ni sura ya upendo? Hatuna upendo katika jamii zetu. Kuna ubinafsi unaoendelea tunapotengeneza midahalo ya watu wengi, na sasa hivi kila taifa linatamani ubinafsi. Kila mmoja anajiona mimi ni Mtanzania mbara, mimi ni Mtanzania wa visiwani, kila mmoja anasikia ubinafsi. Zote hizo ni cheche za Ibilisi anayetugawanya, anayetutoa katika moyo mtakatifu wa Yesu, ambao wenyewe uko wazi kuwapokea watu wote bila kujali rangi zao, bila kujali makabila yao, bila kujali hali zao za maisha. Na ndio maana yeye anatualika, anazungumza katika hali ya ulimwengu wetu kwamba njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu na mjifunze kutoka kwangu. Bwana wetu Yesu Kristo anatualika tujifunze kutoka kwake. Nira, pengine sisi matatizo yetu tunayoyabeba yanatuharibu,
Huku tunapobebea kama umebeba mabegani, yanaharibu mabega yetu. Nira ni ile aina ya ngozi ambayo nadhani kwa kawaida tunaona wale ndugu zetu wa Masai wanapokuwa na punda, anapobebeshwa mzigo, kuna ile ngozi imetengenezwa kama begi, anajaza kama ni mahindi upande huu na upande huu. Sasa ile ikiwa ngumu zaidi inakuchukua mgongo, lakini Bwana wetu Yesu Kristo anatuambia nira yangu ni laini na mzigo wangu ni nini? Ni mwepesi. Kwamba ile nira yake haina kuchukua mgongo tutakapobeba matatizo yetu, shida zetu na mahangaiko yetu kupitia moyo wake mtakatifu. Tuombe neema na baraka ili Mungu atujalie tunu ya upendo katika maisha yetu. Leo hii ukiona familia zinazohangaika, zinazokosa hata mafanikio, watu wanahangaika kutafuta sana, lakini ndani ya familia kama hakuna upendo ni kazi bure. Nijaposema kwa lugha za manabii na za malaika, kama sina upendo mimi ni kazi. Tuambia katika maandiko matakatifu, anatuambia sasa leo upendo ni kila kitu. Upendo ni sura ya Mungu. Wapendwa, dunia ya leo inadai kitu kimoja tu, upendo. Tena upendo wa kweli. Pengine hata sisi hatujawa na upendo wa kweli kati yetu sisi wenyewe. Pengine hatujawa na upendo wa kweli katika kati ya sisi na Mungu. Unapoangalia pia hata sisi katika upendo wetu kwa Mungu, hebu tujiulize, na kila mmoja hapo ni kweli katika dhamiri yake. Je, tunampenda Mungu au tunapenda vitu vya Mungu? Eti wapendwa, tunampenda Mungu au tunapenda vitu vya Mungu? Ni kweli kwamba tunapenda vitu vya, ndio maana akisema tuuri na kuamini Injili, wala sisi ni wanyonge. Ninyi mnaozunguka na kulemewa na mizigo, wala watoto wanapata hata usingizi. Unapohubiri habari za ufalme wa mbinguni, ambao ndio Mungu mwenyewe anayekuita haya, wala lakini tutakaposema pokea magari, kila mtu atasimama na kuparuka na kusema amen. Hatupendi Mungu bali tunapenda vitu vya nani? Vya Mungu.